Hapa tunazungumzia mambo ya kibiolojia ambayo tumeyarithi, genetic makeup zetu, kwamba mimi unavyoniona ni mama yangu na baba yangu ndo mimi, na wewe ndo hivyo hivyo. Si umerithi? Umerithi mambo ya mwili, ya akili, ya kila kitu umerithi kwenye familia yenu. Umerithi. Hawa kwao ni high expressed emotional family, umerithi. Hawa kwao ngumijiwe watata, ukiwasema kidogo unatukanwa. Unajua familia zingine wako hivyo. Wanarithi. Babu yake alikuwaga hivi hivi. Hii tembea ya babu yake kabisa. Yaani uswahili wake huu shangazi alikuwaga hivi hivi. Si mambo ya kurithi. Na mambo ya kurithi unayaacha hivyo hivyo. Jambo la pili ni kwamba huyu mtu amelelewaje kisaikolojia toka mimba ilipoingia mpaka balee na kuvunja ungo hapo katikati amekuzwaje. Na tulianza kujifunza kwamba mtoto anaanza kuelewa kinachoendelea toka akiwa wapi? Kwenye vitabu vya Injili mwanzoni vinasema walivyokuwa wanapiga story Mariamu pamoja na Elizabeth, kitoto kikafanya nini? Kwa sababu watoto wanalukaga wakiwa tumboni. Story gani mnaongea? Na ndio maana utaratibu wetu wa kanisa tuna darasa la 0 mpaka ngapi? 0 mpaka 3. Na mimi huwa ninawaambiaga kabisa wazazi, kakaeni na watoto wenu, mnafanya nini huku? Unajadili lesson, unajadili kitu gani? Wewe mke wako si ana ujauzito, kakae kwenye mkeka kule. Unakuta mtu yuko tu, nenda kakae kule. Ili huyu ajue huu ndo Yesu wetu, tunafanya nini? Tunamngojea. Unafanya nini huku kwa watu wazima? Nikasema wanipe tu siku moja niwe mkuu wa shule ya Sabato. Wataenda wote. Awe mchungaji, mzee wa kanisa, chemasi mkuu, azifazi mke wako ana ujauzito, mtakaa kule mkaimbe zile nyimbo. Huo ndio utaratibu. Yaani huo ndio utaratibu wa kutengeneza watu wenye utulivu wa akili. Usicheke, iko hivyo. Sitoka tumboni tunaanza maisha. Sasa wewe unakujaje kujadili lesoni? Unajua kama tunasema wiki wewe una darasa mwaka huu kule. Nyinyi si mnaona madarasa ya watoto wamekaa tu, wadada wa kazi tu, wa baba wanajifanya jadili lesoni huko. Waambieni wakakae kule na watoto wao bwana. Wanafanya nini? Wakakae kule. Mimi kanisani kwangu nishaacha kukaa kwenye madarasa ya lesoni. Najadili nini lesoni? Mimi na watoto wadogo sasa hivi nalea. Na kaaga kule. Kaa nao kule. Unaimba. Unasindikiza watu kliniki. Sijai kumisi kliniki hata moja. Nipo. Watoto wangu wa kiume wananijua vibaya mno. Akiniona dadi, mimi si mshikaji wao kitambo. Wananijua. Kwa ambao wanafahamu familia yangu wanajua mtoto wangu yuko busy tu, ni wako hapa. Wala utumii nguvu nyingi kumwambia utaki. Ukimpiga jicho anajua dadika mind, anaacha ujinga. Lakini kinyume na hapo unashangaa kanisani mtu mpaka anatoa mkanda anapiga mwanae. Yaani hamjuani mpaka mnapigana mikanda kanisani. Ulikuwaga wapi ujulikani? Nitakuchapa wewe bwana, wewe mzee umeshindwa mambo wewe. Ulikuwaga wapi? Nashikiana mikanda. Si mnaonaga kuna watu wanashika mikanda watoto wao kanisani? Sisi tunashindwa kukuelewa sisi wataalamu wa saikolojia. Unakwama wapi? Unamshikia mtoto wako mkanda kanisani. Hakujui kiasi hicho. Kama ulikuwepo toka mwanzoni atakubishia nini? Sasa unajua wewe ni mwenzake kwa mnakubaliana. Ulimtenga huyo, sasa ndo anakuonyesha jeuri hapo mbele ya wazee wako wenzako wa kanisa. Ulikuwa muongo. Kwa umelelewaje kuanzia mimba mpaka balee, lakini mwishoni umelelewaje mazingira ile? Kwa sababu ile ya mwanzo tunasema kisaikolojia ni ile inner engineering, si ndio? Ya nje ni outer engineering, mazingira uliolelewa. Yaani mtoto aliyelelewa na kukulia New York tofauti na mtoto aliyelelewa na kukulia wapi? Kigoma. Kigoma wapi? Ujiji. Sina watu wawili tofauti katika falsafa ya maisha. Na simaanishi Kigoma vile unavyojua wewe, na simaanishi New York ile unayojua wewe. Yaani nyumbani kwako panaweza pakawa New York au vipi? Madogo wanatamani kurudi nyumbani kwa sababu watu wako nyumbani. Si ndio? Na mimi namshukuru sana pastor, ameongea kitu kikubwa sana siku ya leo. Simlizikisikia hapa. Simlisikia hata anatoa mfafanuzi ya kuhusu mambo ya ndoa. Umeona matatizo yanavyoanzaga? Yaani mmeoana afu amlei watoto, mnatengeneza watu wanakuja kuugua akili.
baadaye amkuwepo. Kwa hiyo tunasema amezaliwa na vinasaba, achana navyo. Amelelewaje? Ile early childhood experience ile, amelelewaje kuanzia mimba mpaka balee, itatengeneza core beliefs. Amelelewa kwenye jamii naamini ushirikina, atakuwa na core beliefs ya ushirikina. Akikuona umemtazama asmafu atakuwa ananiloga. Si anavyoviamini ndio hivyo, si ndio? Lakini alelelewa anaambiwa Yesu anaponya, anatabasamu, anajua Yesu ni anaponya. Iwe jua iwe jua, Yesu anafanya nini? Anaponya. Si tayari mindset yake ishakubali, subconscious imekubali kwamba Yesu anafanya nini? Si ndio amelelewa hivyo? Hata akikamatika kwenye jambo anasema Mungu nisaidie. Si ndio? Asabaye tuombe ili jambo, nadhani Mungu anaweza. Si amekuzwa hivyo? Ila yule ambaye amekuzwa kitabu tabu, inabidi weekend tuende kwa mganga. Mambo yashakuwa magumu hapa. Kwa hiyo yote ndio inatengeneza mwishoni mtu mwenye aina gani ya tabia. Na hapa katikati kuna mambo mengi sana kuweza kukazia, ambapo tunasema anawezekana akazaliwa na genetically tayari ana vulnerabilities fulani, si ndio? Yaani kwamba wote tunazaliwa na vinasaba. Inawezekana hivyo vinasaba ni vizuri na vibaya. Tunavyolelewa ndo tunavishamirisha au tunaviafifisha. Sio, unanielewa? Yaani hii simu ilikuwa ni nzuri sana, ndio maana mwenyekiti akainunua hii simu. Ila ilizidi kuwa nzuri alivyoinunua akaweka software ambazo ziko compatible na hii simu. Si ndio inazidi kuwa nzuri? Kwa watoto wote duniani ni wazuri, hawana shida. Wabaya wote ni wazazi hapa duniani, ndio wenye shida. Na ndio maana wazazi wengi wanaweza wasiingie mbinguni kwa sababu ya watoto wao walivyowalea. Ulikwama wapi? Nilikuwepo, nilikupa, umenipa nini? Sasa imekuaje? Nenda kule. Umewaleaje? Umezaliwa tayari na vinasaba, tayari vina changamoto. Umemleaje? Mazingira pia yakoje? Yako supportive au ni mazingira pia yenyewe ya kutoana nyaya tu? Yaani wewe ndio head boy, baba yako akija shuleni akikukuta ndio head boy anasema huyu ndio head boy wenu, hii shule hii na hali mbaya. Hivi hao ni mazingira kumtengeneza mtu kuwa smart? Si ni matatizo yanapoanzia hapo. Maana wewe unajijua uko makini mpaka wenzako wamekuchagua. Ila akisema wewe ndio kiongozi wao, hii shule na hali mbaya, wewe utajisikiaje? Sasa hapa kuna mambo mengi sana kukazia. Manyanyaso ya kimwili, ya kihisia na kijinsia kwa watoto, si ndio changamoto zinapoanzia hapo? Unawadanganya tu watoto wako. Hapa inawezekana naongea na nyinyi ni vijana, lakini kesho kutwa mtaingia kwenye familia au wengine mmepitia hii changamoto. Ndio msingi ulipitia huko. Manyanyaso tu. Hebu toka wakubwa tunaongea, mnaongea nini? Dili la shilingi ngapi mnaongea? Nikisikia nitaharibu hilo dili. Sina kana waona watu wazima mnaoongea na mimi nikiwa mtu mzima nitaongea kama nyinyi. Kwani kuna shida gani? Ni mje kuona Wahindi wanafukuza watoto wao? Si wanakaga nao. Ndio maana natoaga mfano mrahisi. Ushakumwona Muhindi halmashauri ndio afisa mifugo? Mwarabu afisa mifugo halmashauri? Nyinyi mnatoka huko, kuna halmashauri huko. Eti mganga mkuu wa wilaya Kishapu Mwarabu fulani hivi, Mwarabu traffic, Muhindi traffic. Ushakuona? Sawa, endelee na maisha yenu. Ila ndo sisi tunakwama fursa zote, ila tunakwama. Sisi ndio ambao tunakuja pale tunaomba saibaba 15,000 sushi ngapi kwenda na msiba konda na msiba naomba tumpe 15 naomba lift. Kwa nini una hela? Manyanyaso kimwili, kihisia na haya yote yanatengeneza mtu baadaye, yanatengeneza falsafa. Kukosa upendo wa kutosha kwa wazazi. So wazazi lazima waonyeshe upendo. Na upendo sio maneno, upendo lazima uishi, uko pale, si ndio? Ukikosea kitu akwambia pambana ufike. Jamaa sasa umpelekea hiyo hela. Mbona jeshi tu? Inawezekana kweli? Kukosa upendo huo kwa wazazi na watu wa karibu, kwa sababu hawa ndio right maka wako. Ukisema kitu wako hapa, si ndio? Sasa kama hawapo, si changamoto.
Unajua changamoto inazidi kuwa kubwa kwa sababu kwenye jamii ya leo haya mazingira kuishi na watoto toka kwa wadogo hayapo. Na kizazi cha karibuni, na huenda wengi nikiwatazama mmepitia hayo mazingira. Mtu amepelekwa boarding kindergarten. Unje kusikia hiyo? Kindergarten mtu kapelekwa boarding. Shule ya msingi kapelekwa boarding. Sekondari kasoma boarding, anabale na kuvunja ungo huko. Anaamua kujiimprovise, anakuwa shoga, anakuwa msagaji fresh tu. Yaani mpaka mzazi ukija unaonekana naye mzazi mwenyewe mshamba tu, ulikuwa wapi? Mtoto mjuaji, mzazi mpaka asema mbona kanishinda huyu? Sio kwa kushinda, kuna mahali mliachana nyinyi. Kwa mwishoni bwana, mchungaji tusaidie maombi kidogo. Watoto wa siku hizi wasumbufu sana, kuwajali watoto. Mtu anazaa watoto anunuli nguo za shule, penseli. Kuna mtu toka alipoanza shule mpaka sasa hizi akumbukagi penseli ya mwisho alinunuliwa lini. Ila kila siku mwamba na penseli tofauti na anaandika yani. Sasa kapata wapi ile penseli? Yaani anazo, ana peni, ana bikali, yani yupo. Ila watu hawampi na wanamuona. Hali mbaya sana ile. Inaathiri wa mental state. Kwa maana yani anza tukitoka likizo wenzangu wamenunuliwa nguo, mimi na washikaji kama wanioni. Ila wapo tu. Wanakuona tu. Utasikia tu twende kwa Yesu, mimi nawe. Mbona utununulii nguo za shule baba? Mambo ni mengi, muda mchache, si ndio? Kutokuwajali watoto, uwezo mdogo wa kuwasiliana na watu wengine, hiyo poor ability ku relate na wengine, sinategemea wazazi unaoona wana relate vipi na watu. Sasa huna muda na wazazi wako, sangapi utajifunza ku relate na watu? Sangapi? Itakuwa ngumu sana. Hali itakuwa ni tete sana, utashindwa kupata huo muda wa kujikuta unaweza ku relate na watu wengine. Kwenye mambo ya kijamii kuna matazamio makubwa binafsi kutoka kwa wazazi. Mzazi muongo, maliza kunywa uji nitakuletea baskeli. Unamaliza uji na baskeli hamna. Sawa. Kunywa uji nikitoka kazini nakuletea baskeli. Mwamba unapiga uji wote chap. Watu wanaenda jobu. Wakirudi unawapokea kwa bashasha, unachungulia kama kuna kitu, hamna kitu. Unamtazama, afu unaona sura yake kavu, ufanye kazi hapo. Yeye anaona ndo mzazi. Sasa mbona huyu manyanyaso huyu? Sio sawa. Kifo cha mtu wa karibu, unajua watoto wapewagi muda wa kuomboleza. Wanaambia hebu toka hapa. Dogo mmoja mimi akaletwa kliniki. Wanasema bwana hataki kwenda shule huyu. Nikamwambia kwa nini? Eti anasema bibi amekufa. Nikamwambia kwani yeye na bibi yake walikuwaje? Anasema of course bibi yake walikuwa wanakaa naye ndo ana ugali, uji kila, yani bibi alikuwa ndo rafiki yake. Lakini kweli bibi alifariki huko shule, tukasema tumwache. Sasa dogo karudi anauliza bibi yuko wapi? Wanamuonyesha jeneza, akamwambia kaburi, sio jeneza, kaburi. Akasema bibi kafa. Wale mje aniambia tulia bwana. Afu muda wa kwenda shule umefika. Akamwambia shule siendi. Wakaja sasa tusaidie. Nikamwambia niwasaidie nini? Dogo ndo anaomboleza, nyewe mnataka nini? Yesi mshamaliza kuomboleza. Ndo zamu yake, mtulie hivyo. Na naandika ripoti anaomboleza bibi kafa. Kwa hiyo mtulie hivyo. Tusome sana, tuwe wa kwanza darasani, afu tuende wapi? Afu maisha mengine hatuyaishi. Kwa sababu gani? Bibi kafa. Kubadilishwa kazi na majukumu kazini au shuleni. Si kuna vuruga afya ya akili ya mtu. Unafeli tu tunalipa gharama nyingi. Mnanibadilisha sana shule, mnahamahama mikoa tu, mimi nahamahama na shule. Mimi nikifika na hiyo adaptation mimi nitaweza kutoboa. Na feli ndio. Ni kawaida. Kufilisika, usiwaambie watoto wako umefilisika wewe. Wewe na mke wako, watoto wanataka chakula. Unajua tumefilisika ndo maana leo hakuna ugali, hatukuelewi. Tupe chakula. Matumizi mabovu ya vilevi kwa wazazi. Yaani yule mzazi ambaye anaanguka mitaloni, anakamatwa, anabebwa. Hivi huyo mtoto anajisikiaje ukienda shuleni wenzako wanakubuli hilo? Baba yako tumeliokota mtaloni. Utasoma darasani wewe unatukana hivyo, baba yako mlevi. Inavuruga afya ya akili. Kutokuwa na ajira, si kila kitu ni pesa. Kila kitu ni pesa. Mambo ni mengi, umasikini, kuvunjika mahusiano. Na nyinyi mnaingia kwenye mahusiano, ingia kwa akili nyingi. Mahusiano yote unaingia kwenda kuvurugwa akili. Yaani hayo mahusiano mnayoyatamani ni mnaingia kwenda kuvurugwa nini? Umejipanga? Yanavuruga akili. Na tulishakubaliana hakuna baby Januari mpaka Disemba.
Huo ndio utaratibu. Hata ule mnaosalimiana kiuongo uongo, baby I miss you, unaona mjibu I miss you tu, ule ni uongo. Hiyo mutuality inaanziaje? Yaani yeye kakaa huko Kigoma na kumisi, na wewe umekaa huko ati amekumbuka huko anakumisi, anakutumia message na unamjibu sasa I miss you tu. Si ni uongo? Mwambie thank you. Au ukiambiwa thank you unajisikia vibaya? Ni kweli ni thank you, kwani amekumisi kama ulivyomisi? Inawezekana vipi mnamisiana mutuality hiyo? Si ni uongo? Ndio maana kuna time unaambiwa wewe Agnes njoo hapa. Ukisikia unaitwa Agnes ndio ujue sasa hivi imekuwa Agnes sio baby. Alafu bado unasikia baby, unajua sasa hivi ndio baby sasa. Alafu bado unashangaa unaitwa Agnes njoo hapa. Sasa hivi unajua sasa hivi ni Agnes anaitwa na nani sijui. Najua Nathani Agnes ameitwa na Jonathan hapo. Kazingua Agnes ndio anapigwa biti hapo. Bado utasikia unaitwa wewe mama nani? Mama Fadhili njoo hapa. Sasa unajua sasa ni mama Fadhili. Hakuna baby Januari mpaka Disemba, mambo yanabadilika. Kwa hiyo lazima ukae standby. Nyinyi ni party mbili mmekubaliana mtengeneze partnership, si ndio? Kila mtu ana merit. Kwa hiyo uje umejipanga, akizingua mfix na yeye akizingua mfix. Tunaenda sawa. So umekaa baby mimi nakusikiliza wewe, acha ujinga. Hakuna hapa tunasikilizana. Hakuna kusikiliza mtu mmoja. Tunasikilizana. Mimi ndo mume wako na mimi ndio mke wako. Ulikuwa unasemaje? Mume wangu? Hii si ukijitikiza sana unapelekwa dawati la jinsia, umesumbua mwanamke wa serikali. Au si ndio utaratibu bro? Acheni hizo mambo kwamba mimi ndo mume wako, na mimi ndo mke wako. Kwa ulikuwa unasemaje mzee? Tunaondoka tuondoke. Kwa upo udhaifu unaotokana na namna ya kisaikolojia, mapito mtu aliopitia toka mimba yake mpaka umri wake wa kubalea au kuvunja ungo. Mapito yale yanatengeneza aina fulani ya falsafa, kwamba falsafa yake imejengwaje, hisia zake zimejengwaje, na utu wake umekuzwaje toka akiwa mdogo mpaka hapa alipofika. Na ndio maana viongozi bora wanatoka familia bora, na ubora wa familia sio pesa, ni maadili. Sio pesa. Ukiwa na pesa nyingi hakuna maadili, mtatengeneza tu wajinga tu hapo. Tutakuja si watu wa kawaida tunawatisha tu, wanaogopa. Alafu tunakunywa uji wao waliowekewa, alafu tunaondoka. Alafu ambia kesho ulete uji mwingine, umeelewa? Sio shule za boarding kuna wababe, unajua wale wababe. Yaani anakuja vipi? Leo hujapewa hela kula. Unatoa hela zote, yeye ndo anakuwa ndo mwamba. Akija anaingia form 1 anakusanya hela zote za form 1. Mjamaa form 4 majinga sana wale majamaa. Yanachukua hela zote za form 1, anambia sasa mimi ndio brother wenu hapa form 1, nimesikia. Ndio brother. Wewe mbona leo umekuja na hela ndogo? Ndio hiyo nilopewa. Kesho mwambie mama akuongeze. Ambaye hajalelewa vizuri atakuwa anaitikia. Lakini aliyelelewa vizuri hawezi kuchimba hilo biti kama hilo. Yaani yule mbabe akikutazama tu anakuogopa. Dogo amenyooka. Uje kuona kuna madogo wengine wadogo lakini hawapigwi mikwala shuleni. Walivolelewa kwao. Alafu kuna mtu mwili mkubwa, anachimbwa biti na dogo, anakaa ananywea, anamletea maji, anamchotea maji, anamfulia nguo. Amelelewaje kwao? Kakuuzwa kwa kujiamini, au toka akiwa mdogo anapuuzwa tu. We mjinga njoo hapa. We kiazi njoo hapa. Kiazi kinakuja kinyonge. Mpaka akija kuwa mtu mzima hana maana. Mwenyewe anajijua kiazi, wazazi wanamuita kiazi. Kwa hata na nyinyi mkimuita kiazi asema ndo jina nilopewaga toka huko nyumbani. Lakini mwamba toka anakuwa mdogo nyumbani kwao, yeye ndiye anayesimamia taratibu nyumbani, wadogo zake wavae vizuri. Akija shuleni ni rahisi sana kupewa kilanja, atawanyooshaje? Utaratibu ni ule kama nyumbani kwao. Haya wote mtakuja huku chapu. Mwamba katoa maelekezo. Na hapa ndipo kuna utofauti wa first born na last born. Si unajua? Kibongo first born anaandaliwa kuwa kiongozi wa familia. Sasa usipige amina, sikiliza kwanza. Sikiliza kwanza. Yaani kama kuna kijana huyu ndo wa kwanza, akitoka baba anafuata kijana huyo wa kwanza, afu anafuata mama, si ndo ka utaratibu? Kama ndo binti wa kwanza, akitoka baba anafuata mama, afu anafuata yule binti, si ndio? Sio inapobadilika? Kwa unakuta huyu first born anaandaliwa kuwa kiongozi na wazazi wana attention pale, wako pale wanamsubiri. Ila last born kila kitu, hebu msaidieni mtoto. Hebu msaidieni mtoto. Wazazi hataki shari. Mtoto huyo asilie, huyo anywe uji huyo. Mpaka mmoja nikawa naye klinika akamwambia mimi sipendi ile tabia, mpaka mama yangu sio rafiki kivile.
Kwa sababu kila kitu kikitokea anakuambia hebu msikilizeni mtoto anasemaje huko. Sasa nataka niongee na mzazi wangu, ananitumaje niongee na dada yangu? Sio tofauti hivyo. Kwa hiyo ukiwa last born, wale wakubwa wale ndio ambao wanakaba kila kitu. Yaani ukizila mkubwa anakuja kumalizia, anamaliza anafuta, anakufulia, anaosha vyombo, wanakusaidia tu. Asa piga picha wewe ukija kudate na first born na wewe ulikuwa ni last born, hiyo ndoa itatoboa. Kwa sababu mwamba kwao yeye ndio kiongozi. Yaani huyu mwamba kwao ndio kiongozi yani. Alafu anakuja kudate na wewe ndio last born. Huyu atakupelekesha wewe kama punda. Ukizingua atakwambia utanikuta nishafika nyumbani. Sasa baba nani katili? Sio katili, huyu first born. Au mara mbili. Story ni moja tu utakutana naye kafika. Na vice versa, wewe ndo last born, huyu ndo first born. Blaza, hali itakuwa tete. Kwa sababu hapo utakuwa unadanganyika, mimi ndo mwanamume, mimi ndo kichwa, ila ndo una content sasa. Wewe si last born. Yaani huyu ndo kila kitu. Unakutana nakwambia mume wangu nisikilize, hiyo hela nipe sasa hivi. Mama na nini wewe mkali? Unampatia hela dai kama ukitoka huko utakuta mimi nishahamia kwenye ile nyumba yetu. Mama nani hivyo hivyo hata kama hakuna stew tiles. Wewe tutakuwa tushahamia huku. Unakuja huyu mwanamke huyu akikasirika mambo yake. Wewe si last born, unagaili mambo. Kwa nyinyi vijana mnao date mzingatia niliyoyaongea. Tumeelewana? Atuangalie sio eti dada mzuri, uzuri wa mtu ni mzuri tu, anabadilikaga akizaa huyu anaweza kabadilika kama mnene asirudi tena. Uzuri ni hapa. Uzuri ni nini jamani? Mindset ndo uzuri. Tuelewane hapo, na muda umeisha, namalizia hapa afu tunaomba, si ndio ndugu yangu? Kwa mwisho ni sababu ya mazingira. Jamii yake ipoje kulinganisha na jamii zingine? Social cultural context. Ndio maana hapa ni mjini, kuna makabila yote ya Tanzania, si ndio? So unakutana na watu unasema unajua kule kwetu, hapa sio kwenu, utagombana na watu. Ukileta stori za kwenu mjini ushaugua akili. Wewe mji kama Dar es Salaam makabila yote yako pale. Ulete stori za kwenu wewe si biashara imekushinda. Eti mimi mtu akanda wanakuambia Sheng ni mchanganyiko wa lugha ya Kiingereza na lugha zote za makabila ya Kenya pamoja na Kiswahili. Kwa nikajifunza ile parking slot, si magari yanapaki pale nje. Ile Nairobi pale inaitwa kanjo. Si gari. Njoo si Kiswahili, njoo kanjo. Parking slot inaitwa kanjo. Nataka nisemeje? Unakumbuka Kiswahili tulikuwa tunajifunza ni Creole cha lugha mbalimbali. Hivyo hujagundua hapa mjini kuna Creole ya culture fulani ambayo haieleweki ni ya wapi. Yaani kama Dar es Salaam pale ndo makabila yote ya Tanzania yapo. Culture ya Dar es Salaam ikoje? Utaisemaje? Utasema ni ya Kingoni? Utasema ni ya Kinyamwezi? Utasema ni ya Kipare? Ni hiyo hiyo ambayo unaiona, hiyo hiyo, usilazimisha hiyo hiyo. Ndio maana tunahimiza sisi kama Wakristo tuwe na hii culture ya Yesu. Si tuliitwa watu wa kabila, lugha na jamaa tuwe kitu kimoja, Yesu arudi twende mbinguni. Ndio maana tunahimiza culture moja. Hata hii mikutano yote ni kuzidi kuemphasize culture ya Kikristo. Kwa sababu culture duniani huko ukifuatisha lazima uugue. Ndio maana tutazamii wewe ukishaanza kuoana lazima muishi kulingana na culture ya Kikristo, si ndio? Unajua kwenye kabila letu, sasa wewe Mkristo unaongeaje mambo ya kabila? Wewe mbona bado hujaongoka? Kabila la kazi gani? Sisi si ni kabila la Wakristo au? Sisi ni kabila la Wakristo. Kabila la Wakristo hivi ndo wanaoana bila mahari Eti wanaume wameitikia ndio. Toeni hela wazee. Sawa. Kwa jamii yake ikoje? Nedley anasema the good news is that even though we cannot change our genetics, ideally we cannot change our genetics. Unaweza kubadilisha pua yako ilivyo hivi. Unaweza kubadilisha pua yako ilivyo hivi. Unaweza kubadilisha urefu wako. Anasema we can only change our lifestyle. Our life ndo kidogo itaweza kidogo kuadjust uhalisia wa vinasaba. Ndio maana sisi utaratibu wa kanisa toka tuko wadogo 0 mpaka 3 kuna lesoni. Unaona hiyo lifestyle tunapambana nayo. Tunaua vinasaba vyetu vile, sio unajua mimi ni Msukuma. Sio mimi tunaviua hivyo vyote ili tuwe wa Kristo. Mpaka unakuja kufika umri wa kubale na kuvunja ungo, una falsafa ya Kikristo. Unamsubiri Yesu arudi mara ya pili.
Na nyinyi ndio maana tunakaa hapa mpaka tunaambiana haya mambo, ili tuishi hii falsafa iwe ndiyo maisha yetu, huku tukimngoja kwa subira. Kuna lingine? Si ndio biashara imeishia hapa? Na muda wangu umeisha. Kesho asubuhi saa 1:30 mimi nitakuwepo hapa mapema sana. Niwakaribishe tukazie, kuna kitu tutakwenda kuongea kakubwa sana haka. Ukikakosa haka unaenda kuugua akili. Basi tusimame tuombe. Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa ajili ya usiku huu wa leo. Asante kwa ajili ya mada hizi nzuri juu ya afya ya akili, ambazo zinatukomboa katika utumwa wa kuugua akili zetu. Bariki mtumishi wako Dr. Pasco kwa namna ambavyo unamtumia kila siku tangu amefika kwa ajili ya kupresenti mambo ambayo yanatutibu. Endelea kuinua karama yake na kumpatia nguvu ya kutumishi kila wakati. Na kwa ajili ya utume huu ambao umempatia juu ya afya ya akili, watu wengi wakabarikiwe. Na kwa ajili ya jambo hili tukasogezwe karibu na wewe. Usiku huu kama kwetu katulaze vyema, tupatie njozi njema na kutuamsha asubuhi tukiwa na nguvu kwa ajili ya vipindi vya kesho. Katika jina la Yesu Kristo. Amina.